ya adhabu mara mbili, kwa sababu ndio waliopoteza. Mwenyezi Mungu anaambia kila mmoja ana adhabu ya kumtosha. Je, msizungumze hivyo kwamba ndio walitupoteza na nini. Sasa Mwenyezi Mungu anasema aya 39, waqalat, sema ulahum, wale wa mwanzo wao, wale makafiri wa mwanzo, liukhrahum, kuwaambia wale makafiri waliokuja nyuma, fama kana lakum, hamna nyinyi, alaina, kwetu sisi, bifadli, ubora. Nyinyi makafiri wa sasa hamna ubora wowote. Wanaambia maneno haya na wale makafiri wa mwanzo. Na kwa nini wasema hivi? Kwa sababu hawa wa sasa siku ya Kiyama watataka wale wa mwanzo ndio wapigwe sana kuliko wao, kwa sababu wao walianza mambo ya kishirikina, hawa hawafuata. Kwa hivyo kwa kuwa wao ndio wanatuanzishia jambo hili, wapigwe sana. Sisi tupigwe kidogo, sisi kidogo tuna afadhali, kwa sababu sisi tulikuwa tunafuata tu. Sasa wale wa mwanzo wale ndio wanawaambia hawa, hakuna hiyo habari, nyinyi hamna ubora wowote kwetu sisi, sisi na nyinyi ni sawa sawa. Hamna kusema eti sisi ndio tulianzisha, nyinyi mkatufuata, kwa hivyo sisi tupigwe sana, tuadhibiwe sana. Adamu sote tulimshirikisha Mwenyezi Mungu sawa sawa. Moto utakayokaa wewe na moto utakayokaa na mimi uwe ule ule. Tumeelewana? Watasema fadhuku adhaba, basi onjeni adhabu. Na kuonja hapa sio unaonja tu alafu unarudi hapa unatumbukizwa, sio kuonja. Imetajwa fadhuku, lakini unatumbukizwa kabisa katika jahannam. Makafiri hapo wenyewe wanaambiana fadhuku, onjeni aladhaba, ionjeni hiyo adhabu, bima kuntum taksibuna, kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyachuma wenyewe duniani. Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu. Niletewa Qur'ani kaikataa, mmeletewa Qur'ani meifanyia kibri. Aya za Mwenyezi Mungu zinasoma, nataka kusisikiliza. Aya za Mwenyezi Mungu zinasoma, nazifanyia kibri. Aya za Mwenyezi Mungu naambiwa, natafsiriwa, hili linafaa, hili halifai, hili lisilofaa linafanya. Mlifanya kibri kwa mtume Mwenyezi Mungu na aya. Watu wamefanya kibri sana. Mitume wanakuja wanabezwa, mitume wanawaambia maneno ya Mwenyezi Mungu, sisi ni wajumbe wa Mwenyezi Mungu, tuwaonyeni. Wanatukanwa, hawafuatwi, wanapigwa. Watu wanaendelea na ibada zao za huku, wenye kuabudu mawe wanaabudu, wenye kuabudu masanamu, wenye kuabudu mawe, miti, mizimu, mamiti makubwa makubwa. Mtu anakwenda kukaa chini ya mti, mtu anakwenda kukaa chini ya jiwe kubwa, anaamini lile akisemesha litamalizia shida zake. Mitume akija kwa jamani, ili atuwasaidie kitu, muombeni Allah peke yake, hawataki. Muabuduni Allah peke yake, hawataki. Muombeni yeye tu, hawataki. Watu wamekaa na misimu yao na ushirikina wao. Ndio siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu anasema fadhuku adhaba. Leo
adhabu tu ingieni, hebu ionjeni muone tamu au chungu. Na hii adhabu mnapewa bima kuntum taksibuna, si mnadhulumiwa au mnateswa bure. Hapana, ni kwa sababu ya malipo ya yale mliyotuma. Duniani hapo umetuma mabaya, unategemea nini wewe siku ya Kiyama kwenda kuvuna mazuri? Na ulichokipanda ni kibaya. Lakini kama kwenda mema, tegemea kwenda peponi, kwenda kuvuna mema. Tumeswali kama hivi, tumefunga kama hivi, tumeswali swala za usiku, tumesikiliza darsa kama hivi, tumemsujudia, tumemuomba Allah, tumefanya dua mbalimbali, tumepanda mbegu nzuri, tumechuma machumo mazuri. Mwenyezi Mungu huko atakwenda kutuonjesha yaliyo mazuri, lakini wengine hawataki. Wasikiliza mitume hawataki, wanapotoa ambiani mawarithi wa mitume wakisema hawataki. Mitume alishakuja shasema, wamaliza, wameondoka, wameacha mawarithi wao. Wanazungumza mawarithi wa mitume ni wanawavyuoni, mashehe wavyuoni, ndio wamerithi kazi ile. Hii kazi zimekuwa zikifanywa na mitume. Leo mitume wameondoka, kazi hizi zinafanywa na maulama, mashehe. Kazi ya kupeleka mbele dini mwenyewe. Hawa ulama na mashehe ndio wameshika nafasi. Mawarithi wa mitume hawakurithi mali kwa mitume, hawakurithi mashamba wala ng'ombe wala mbuzi kwa mitume. Mashehe hao wamerithi ilmu. Mitume hawana wamerithiwa, lakini watu wamerithi ilmu, na ndio hizi zinatolewa. Ukimkimbia yule shehe ndio umewakimbia wale mitume, kwa sababu huyu ndio mrithi wa mtume. Kakaa nafasi ambayo walikuwa wamekaa mtume kuwaeleza watu maneno ya Mungu, sasa ndio kakaa yeye. Hawa ni watu bado wanapeleka mbele Uislamu. Hawa waskari wanaopigana kuupeleka mbele Uislamu kwa kusema, kusomesha, kuwapa dawa watu, kuwahimiza katika mambo mbalimbali mazuri wafanye, mabaya wayaepuke. Tukaanza kwa mitume, na ndio hizo tunafanya sisi fi sabilillah, kupeleka mbele dini ya Mwenyezi. Na hawa ndio wale Mwenyezi Mungu kawataja kule katika mingawa ya zaka, hawa fi sabilillah wao. Innama sadaqatu lilfuqara والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وهذا zile namna nane zinazopewa zaka, mashehe wamo, maimamu wamo kwenye zaka, kwa sababu wao duniani wa fi sabilillah. Wakipewa zaka wale mashehe na maimamu wanaingia katika fi sabilillah, watu wanaopeleka mbele dini ya Mwenyezi. Wanamdao mtendo katika Qur'ani hawa, innama sadaqat lilfuqara walmasakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. Sisi tuko fi sabilillah, tunapeleka mbele dini ya Mwenyezi. Tumo kuna bwana mmoja mchana hapa katika darasa ya Afrika alisema, shehe, mimi na zaka yangu naweza kumpa imamu shehe, pelekele pelekele. Tumo umeelewana?
Watu wanaopeleka mbele dini ya Mwenyezi Mungu ndio wamekaa nafasi za mitume. Kazi waliofanya mitume ndio tunafanya sisi. Maneno tunayosoma sisi ni Mwenyezi Mungu. Nisizungumze kwamba nasoma sura Al-A'raf ni Qur'an, maneno ya Mwenyezi Mungu. Nasoma aya kwa sura ya Qur'an. Bisi nakumba Allah tukieleze. Hii ni sura Al-A'raf ni maneno ya Allah. Mwenyezi Mungu kaniambia kuyaona. Na mimi nawaambia wenzangu, na ndipo mitume watakuwa wao walikuwa wapi na ule watu wa kufikisha kwa watu. Sisi hatuko wapi, tulikuwa wakati tumesoma na sisi tunawasoma kwa watu. Kwa hiyo tukisema alafu mtu akakataa, akaondoka, akafanya kitu hataki, basi wale wale mitume walikuwa wanasema, mwisho wa kusema waliondoka. Lakini habari ndio hizi wale waliofanya kitu na jambo kuhusu Qur'ani yetu na maneno yetu, na wale wajumbe waliokuwa na mamlaka, hawa wataambiwa siku ya Kiyama, onjeni adhabu juu ya yale mliyotenda. Hao wapinzani sio sisi. Sisi tunasikiliza sisi tunasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu, kama sisi tunafunga, kama tumeswali au kusikiliza darasa, tumeswali na wasuli, tutaswali kama kisha tarawih, wengine watasimama tahajjud, tumetoa sadaka hapa. Sisi tutaona safari tuishi katika aya zinazokuja, tutakaa sisi hapa na kwa makafiri waliozikataa aya za Mwenyezi. Tumeelewana vizuri innal ladina kadhabu biayatina, hakika ya wale ambao waliozikataa aya zetu, wastakbaru anha, na wakazifanyia kibri, la tufattahu lahum abwabu as-samaa, hawatafunguliwa kabisa milango ya mbingu. Hao jamaa wanakataa maneno ya Mungu, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu, wanaabudia asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wanaomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na kipi kimewajaa? La tufattahu lahum, hao hawatafunguliwa abwabu as-samaa, milango ya mbinguni hawatafunguliwa. Na mashehe hawa hata tuanza kurehemu hawa, kama Sheikh Abdallah mtawasikia, Allahu aftah wa as-samaa wa mchana alikuwa Sheikh Abdallah nimsikia sio mchana alikuwa tunaswalia salamu janani zilizali mwisho kusema fungulie milango ya mbingu, roho ya Mungu. Ni Muislamu yule, lazima muombe afunguliwe nini? Sikilizeni mashehe wa swala ni dua sana, wanasema Allah, wanaombea mtu Waislamu, Allahumma aftah abwab as-samaa biwajhihi, huwa milango ya mbingu, roho yake imetokea na yeye lakini makafiri la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i